Bwana, taarifa kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kutazamia siku hii ya leo ni kuhusiana na mchezo wa Kariakoo Derby kwenye fainali ya ngao ya jamii, ambapo mchezo huu unakwenda kuzikutanisha timu mbili kubwa kutokea Tanzania ambazo zina uzito wa hali ya juu kweli. Hapa naizungumzia timu ya Yanga Sports Club ambao hawa ni mabingwa wa msimu uliotoka kumalizika wa 2026 2027, na timu ya Simba Sports Club ambao hawa pia ni mabingwa wa taji lile la CRDB Federation Cup. Kwa hiyo mchezo huu ni miongoni mwa michezo ambayo inavuta hisia nyingi kweli kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania kutokana na ukubwa wa mechi wenyewe jinsi ilivyo. Kwa hiyo kwa upande wa timu hizi mbili wamekuwa wakikutana mfululizo katika kupambania taji la ngao ya jamii. Kwenye msimu tu uliotoka kumalizika waliweza kukutana kwenye kupambania taji hilo la ngao ya jamii, ila klabu ya Simba walishindwa kutamba mbele ya mtani wake wa jadi Yanga Sports Club na kuweza kupoteza taji hilo ambalo Yanga Sports Club aliweza kulitoa kwa msimu uliotoka kumalizika. Sasa hii kuelekea hii mechi klabu ya Simba wanakwenda tena kukutana na Yanga Sports Club kwenye kupambania taji hilo la ngao ya jamii, ambapo msimu uliotoka kumalizika waliweza kulikosa zidi ya mtani wake wa jadi Yanga Sports Club. Mpaka sasa hivi kikosi cha klabu ya Simba kipo pale visiwani Zanzibar kikiendelea kujinoa kuelekea mchezo huo mkubwa wa kupambania taji hilo la ngao ya jamii. Huu ni miongoni mwa michezo ambayo kiukweli inavuta hisia za mashabiki wengi kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwenye ligi msimu uliotoka kumalizika timu hizi mbili walipoweza kukutana, hakuna mbabe ambaye aliweza kumfunga mwenzake, bali mechi zote mbili kwenye duru zote mbili walipoweza kukutana ziliweza kuisha kwa sare. Mchezo wa kwanza ukiisha kwa sare ya kufungana chuma moja, lakini mchezo wa pili ukiisha kwa sare ya kufungana chuma mbili. Kwa hiyo tutegemee chochote kuelekea kwenye mchezo huu dhidi ya timu hizi mbili kubwa, kutokana tumeweza kushuhudia sajili mbalimbali za nyota mbalimbali wa kimataifa wakisajiliwa na vilabu vyote viwili. Klabu ya Simba wamewekeza nguvu kubwa kwa dirisha kubwa la usajili na kushusha nyota mbalimbali ambao watakuja kuongeza nguvu kwenye kikosi chao hiko, lakini pia vile ilivyo kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club, na wao wameweza kufanya usajili kwa kushusha wachezaji mbalimbali kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili. Utakuwa ni miongoni mwa michezo bora kweli kuwahi kutokea mwanzoni tu mwa msimu. Kwa hiyo tutegemee burudani ya kutosha, lakini pia niko na taarifa hapa mbaya kidogo, naweza kusema hivyo, kutokea kwa upande wa timu ya Simba Sports Club kutokana na kuwakosa nyota muhimu ambao mara zote huwa wanaanzaga kwenye kikosi hiko cha klabu ya Simba. Nyota hawa hawatakuwa sehemu ya mpango kazi wa kocha Steven Becker kuelekea kwenye mchezo dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Bila kukupotezea muda wako, ngoja tupite na majina yao hapa haraka ili nawe uweze kuwafahamu wachezaji ambao hawatakuwa sehemu ya mpango kazi wa kocha Steven Becker kutokea kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba. Mchezaji wa kwanza ni beki nambari 2 Shomari Kapombe Baba Esther. Yeye hatakuwa sehemu ya kikosi hiki kutokana na kuwa na majeraha yake ambayo aliweza kuyapata kwenye michuano ya Sekafa Kagame Cup. Hivyo nafasi yake hiyo tutegemee ikiendelea kushikiliwa na David Kameta Duchu akiendelea kulibudu eneo hilo la beki nambari 2. Lakini kwa upande wa mchezaji mwingine ambaye atakwenda kukosa mchezo huu si mwingine bali ni mchezaji Wilson Nangu ambaye yeye ni beki wakati aliweza kupata majeraha kwenye msimu uliotoka kumalizika na bado yupo nje ya uwanja akiendelea kuuguza majeraha yake. Lakini ukiachana mchezaji huyo, mchezaji mwingine ni Habrazaki Hamza, na yeye pia atakosa mchezo huu kutokana na majeraha yake ya muda mrefu yanayomfanya aendelee kusalia nje ya uwanja. Lakini ukiachana Habrazaki Hamza, mchezaji mwingine ambaye atakwenda kukosa mchezo huu ni golikipa Yakubu Suleimani ambaye pia na yeye atakuwa sehemu ya kikosi hiki ambacho kitakwenda kupapatuana dhidi ya Yanga Sports Club kwenye mchezo huu wa kupambania taji la ngao ya jamii. Na golini sasa pale kwenye milingoti mitatu tegemea kumuona golikipa Jibra Kasari, huku golikipa nambari 2 tegemea kumuona Hussein Abdi akianza kwenye mbao ndefu kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba ambacho kitakwenda kucheza dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Umepokeaje taarifa hii mwana michezo wangu? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment section hapo chini, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu.